This night, usiku huu uliopita, at about 5 a.m. in the morning, yapata saa 11 za asubuhi, probably 5:03, yapata saa 11 na dakika 3 za asubuhi, the Lord Almighty, in that dream, Bwana Mungu mkuu mwenyezi katika hiyo ndoto, He took me to the world. alinipeleka katika ulimwengu. And He showed me everything happening on the earth. Na akanionyesha kila kitu kinachotendeka katika dunia. The idol worship Ibada ya sanamu. happening globally. The idol worshiping temples and what have you. Ibada ya sanamu inayofanyika katika mahekalu tofauti tofauti. The sexual immorality and perversion. Dhambi ya usherati na ngono na upotovu. And so at one point, Na hivyo kwa wakati mmoja, He lifted me up. akaninua juu. And it was as though from that point I could see the nations Na nikana kwamba tokea mahali pale ningeweza kuyaona from mataifa this side. katika upande huu mwingine. And then Alafu on this side. katika upande huu mwingine. And then after that, Alafu baada ya hiyo He said, stand before these people akasema, simama mbele ya hawa watu and decree na ukaamrishe that they should repent. ya kwamba lazima watubu. And so in that dream I stood Kwa hivyo katika hiyo ndoto nikasimama and I said, repent. na nikasema, tubuni, The Messiah is coming. Masihi anakuja. And then at that time, Alafu katika wakati huo I saw that they failed to, He showed me how they failed to repent. akanionyesha jinsi ambavyo walishindwa kutubu. And then at that time, Alafu katika wakati huo a big disease struck the earth. gonjwa kubwa likaigonga dunia. This past night, Usiku huu ambao umepita, the Lord showed me idol worship Bwana alinionyesha ibada ya sanamu and homosexuality on the earth. na ushoga katika dunia. And this night, Na usiku huu the Lord by command Bwana kwa amri commanded the nations to repent. aliamrisha mataifa yapate kutubu. And I saw that they failed to repent. Na nikaona ya kwamba walikosa kutubu. Then He struck them with a big disease. Kisha akawagonga na gonjwa kubwa. So right now, Kwa hivyo sasa hivi I see a big disease come into the earth. ninaona gonjwa kubwa likija katika dunia. And I want to give the details of that disease. Na nataka nipeane vipengee vya gonjwa hilo. The same way I did before COVID came. Vile vile nilivyofanya kabla ya virusi vya korona kuja. There is a big disease coming to the earth. Kuna gonjwa kubwa ambalo linakuja katika dunia. And the Lord is calling for repentance. Naye Bwana anaitia toba. That the nations should repent Yep. and prepare the way for the glorious coming of the Messiah. Ya kwamba mataifa yanapaswa kutubu na kuandaa njia kwa ajili ya kukuja kwa utukufu kwa Masihi. And therefore, Na hivyo basi, I'm standing before the nations of the earth now. ninasimama mbele ya mataifa ya ulimwengu sasa hivi. And with my terrible prophetic tongue, Na kwa ulimi wangu wa kutisha wa kiunabii, I'm pronouncing a big disease coming to the earth ninatangaza gonjwa kubwa likiijia dunia on this day. katika siku hii. And this disease, Na gonjwa hili, I don't know whether it's a virus, looks like a virus. sijui kama ni virusi, yaonekana kama virusi. But this disease will infect the eyes of men, eyes. Lakini gonjwa hili litaambukiza macho ya wanadamu. And the Lord has already put me in that future date, and I've gone and interacted with the people all over the earth infected with the eye disease. Naye Bwana amekwisha niweka katika hizo siku zijazo, na nimekwisha kuzungumza na watu ambao wameambukizwa na gonjwa la macho. It looks more like a viral disease, virus that infects only the eyes. Yaonekana kama gonjwa, virusi ambavyo vinaambukiza tu macho. And when it infects the eyes, Na wakati inapoambukiza macho, the eyes produce a lot of things. Things come out of the eyes. macho yanatoa vitu vinatoka kwa macho. And the eyes are itchy. Na macho yanaugua, yanawasha. And a lot of things are coming out of the eyes. Na vitu vingi vinatoka ndani ya macho. And of course, teary. The eyes become teary, they're infected. But things come out of the eyes like you'd want to clean.
vitu vinatoka ndani ya macho na macho yanaanza kutoa machozi na unataka kana kwamba unataka kusafisha. I have interacted with the people at that time as they are infected. Nimekwisha kuongea na watu ambao wameambukizwa wakati huo. It's all over the earth. It's going to be uncontrollable. Inaenda kuwa kote kote katika dunia. Inaenda kuwa ambayo haiwezi kuzuilika. And then I see them. Alafu ninawaona. I see them taking a bottle, a small bottle like a tube or a bottle, but the bottle is bluish. Ninaona wakichukua chupa ndogo ambayo ni rangi ya samawati. And I see them pouring, trying to wash their eyes with that, meaning there will be a fluid that people will be told to wash their eyes with. Ninaona wanamimina wakijaribu kuosha macho yao, kumaanisha kuna chembe kuna unyevunyevu ambao watajaribu kumwaga kwa macho zao. This lady I'm talking to, among those infected, there are many, and I'm talking to a particular lady. Huyu dada ambaye nazungumza naye hapa, kuna wengi ambao wameambukiza na naongea na dada fulani hapa. She's beginning by washing her left eye. Anaanza kwa kuosha, kusafisha. I see the details. Ninaona vipengee. The mouth of the Lord has spoken. Kinywa cha Bwana kimenena. I have seen the details. Nimeona vipengee vyake. And washing the eyes. Na kiosha macho. And I asked, what is that? You know, the Lord makes me interact. Na nikauliza nini hicho? Bwana, unajua Bwana unisababisha kuongea na wao. I don't know why she said something like methanol, meaning something alcohol or something. It will be that medication will have something to do with alcohol in it. So that medication or whatever it is that will be given to people to wash eyes, hayo matibabu ambayo yatapewa watu waoshe macho yao, has something to do with methanol or alcohol, something like that. So, you know, because I heard her say methanol. Maybe it will have a component of methanol. Maybe the Lord is saying that because He doesn't want the whole world to run blind, He's already releasing the antidote, that they will have to go and research and make sure they put a methanol in it. I see them washing the eye with a fluid from a small bottle. That bottle is a bit navy blue, meaning that medication has what we call photolysis. If you subject it to light, it breaks down. So it must be put in a bottle that avoids light from entering, so that it does not lose its efficacy. And so, na hivyo basi, I see a big disease coming to the earth. Ninaona gonjwa kubwa likijia dunia. This past night, just a few hours ago, usiku huu uliopita, masaa machache yaliyopita, the Lord Jehovah Hashem, Bwana Yehova Hashem, the mighty God of Israel, Mungu mkuu wa Israeli, He has spoken with me. There is a big disease coming to the earth. Kuna gonjwa kubwa linaloijia dunia. It is an eye disease that will threaten to infect the entire earth. Ni gonjwa la macho ambalo litatishia kuambukiza dunia yote. And the details are this. Na vipengee vyake ni hivi. I remember, ninakumbuka, the Lord makes me touch the eyes of one of those infected. Bwana anisababisha niguze macho ya mmojawapo ya yule ambaye ameambukizwa. And then I touched my eyes. Kisha nikaguza macho yangu. And the Lord said, look, you've been infected. Na Bwana akasema, angalia, umeambukizwa. Meaning it will be contagious. Kumaanisha itakuwa la kuambukizana. There is a big disease coming to the earth. Kuna gonjwa kubwa linaloijia dunia. It will be an eye disease. Litakuwa gonjwa la macho. A severest eye infection. Maambukizi makali mabaya sana ya macho. Pain is unbearable. Uchungu hawezi kuvumilika. And things are coming out of the eyes. Na vitu vinatoka kwa macho. And people will be given some fluid to try to wash their eyes. Na watu watapewa maji kuweza kujaribu kuosha macho yao. Can you imagine washing your eyes with ethanol, with alcohol? Unaweza kuwazia kuosha macho yako na ethanol na pombe. That will be something. Hiyo itakuwa kitu mbaya. And the bottle that has that medication, na ile chupa ambayo iko na hiyo dawa, is navy blue dark. Ni ya samawati na weusi kiasi. Meaning light should not enter. Kumaanisha mwangaza haupaswi kupitishwa. Listen to me, the nations of the earth. Nisikilizeni mataifa ya dunia. There is a big disease coming to the earth. Kuna gonjwa kubwa linaloijia dunia. And when it comes, it will threaten to infect the entire earth. Na litakapokuja litatishia kuambukiza dunia yote. Repent. Tubuni. Repent and turn away from sin. Tubuni na mkageuke kutoka kwa dhambi. The Messiah is coming. Masiya anakuja. And it shall be known na itajulikana that the mouth of the Lord He has spoken. Ya kwamba kinywa cha Bwana amenena. Thank you. Asante.